otherwise kabisa ndani ya nyumba kama ilivyo kawaida. Sound check pale ndani ya TPT, tuone vile jinsi ambavyo inaenda sound check ndani ya TPT. Tuone jinsi gani tunavyoenda one on one. So nakukaribisha live and direct. Check ndani ya matatu. Sisi kama sound check yangu iko pale nje kwa sababu nikasema iko. So nakukaribisha live and alright. Sound check yangu haipo pale. Narejea baada ya kurekebisha sauti yangu hapo hivyo. So shikilia hapo, okay? Ndani ya nyumba kwa alright, kuna shikia sauti yangu pale one alright, kuna shikia sauti yangu pale one Okay. Ninashughulikia sauti pale kama iko sawa, tafadhali tunaomba kama sauti iko poa pale nje. Nashukuru sana pia tu nakukaribisha ndani ya Hot TV. Okay. Nashughulikia sauti pale tafadhali. Kama unanipata kwa njia ya sauti, ndio kama sauti iko poa, tuko nashukuru sana. Okay? Sawa, sauti unafanyia majaribio pale. Nisikie sijui kama sauti iko poa, iko loud and clear. Kama unanipata pale nje kwa ajili ya usafi, naomba kunifahamisha kwamba sauti iko poa, nitakuwa nashukuru sana. Okay. Nakukaribisha one on one, na jaribu kuona sauti kama yangu iko sawa. Utakuwa unafahamisha kwamba sauti yangu iko poa, nitakuwa nashukuru sana. Ila tu kiingia tafadhali ndani, hakikisha umepiga subscription pale tukiingia one on one, tukianza live and direct ndani ya TPT. So pale tu comment niambie kwamba sauti iko poa, nitakuwa nashukuru sana. Sauti kiniambia kwamba inawakilisha na iko sawa, nitakuwa nashukuru sana. Tunaposonga live and direct ndani ya Hot TV. Okay, if you are getting me loud and clear, tafadhali mfahamishe pale, niambie kwamba kuruhusu sauti iko poa, nitakuwa nashukuru sana. Niambie tu kuruhusu sauti iko
kwa sound check iko sawa, I will appreciate tuweze kusonga mbele pamoja. So kama umeingia mbali pale ndani, hakikisha kama umepiga pale like, subscribe, okay, share. If you have not subscribed, ufanye tu ni once, si mara mingi, tunafanyanga tu mara moja tu hivyo. Subscription tunapiga tu once only na tunaweza kusonga mbele pamoja, okay? Alright. Asante sana. Ni ndani ya Kisi Hot TV, na mimi hapa ni Dennis Kulikonto. Nitakuwa naitika tu. Tunasonga mbele pamoja kushughulikia vipindi ambavyo katika ndani ya TPT. Sijui nilipo nilikumbuka wakati ule katika Enzi Zile, wale ambao tulikuwa wana Sunday school na watu wengine walikuwa wanashiriki pale katika ndani ya Sabbath school. Wale wengine tukae nyuma ya tent tusikize, si ndio? Lakini tuweze kutembea nao nayo, tuweze kusonga mbele pamoja ndani ya Kisi Hot TV. Sharing kidogo pale, tuna share 1 2 3 tuhakikishe kwamba tunasonga mbele pamoja, sawa? Okay, so in the next minute kama nikiachilia hiyo ngoma hivyo, tutakuwa tu tunakimbia pale katika sharing, sawa sawa. Tunakimbia katika share, share 1 2 3, tuhakikishe kwamba tuna share kwa watu ambao tuambie kwamba tushafika ndani ya nyumba, waweze kujaja ndani ya nyumba, tuweze kwanza wote kwa pamoja, sawa sawa. Okay. Naomba guys kuchukua kimbia pale katika njia ya sharing. Chukua pale kimbia, achia kidole chako kama unataka share. Ikiwa umesha like, kama umeshapiga like pale, kimbia pale, kimbia katika hali ya share. Piga share kule, itisha watu wawili watatu. Kama umefanya sharing mbili tafadhali, ingia ndani ya nyumba pale katika comment pale, niambie press I'm present. Shafika ndani, ninawakilisha rekodi yangu kama kawaida, siogopi, sibanduki, ndani ya Kisi Hot TV na mimi content tumepiga nayo tunasonga tukifika hadi wako. Kama ushafika tafadhali tu comment kule niweze kuambia kama umefika, umepiga sharing 2 3 tunapojadilia ndani ya nyumba. So hakikisha kwamba mmeweza kushare kwa watu wawili watatu, tunaposonga mbele pamoja. So sisi kusonga mbali, yani TPT tunaweza kuzungumza mambo mawili matatu ndani ya zile enzi za kitambo, zile miaka kwa zinatesa ukiwa wapi. Ulikuwa unajua kwamba utafaulu since ambapo umeweza kufaulu hivi leo, utaweza kufika mahali ambapo umefika hivi leo, mahali ambapo ulipo ni katika uwezo wako Mwenyezi Mungu hivi leo. Hapo mahali ulipo hivi leo, ulikuwa unatarajia utafika hapo. Nikupiga flashback ya zile enzi za kitambo, nyakati zile. Unaona ilikuwa vipi wakati huo unaenda katika Sabbath school, Sunday school, kuna live. Wewe kuchukua kapicha kidogo tutaweza kushare 1-on-1. Kumbuka kwa nami hapa mpaka wakati ule ngapi? Saa 4. Tutakuwa hapa ndani mwendo wa saa 4. Kwa 3. Ndani ya Kisi. Karibu sana ndani. I see you, okay. Naona pale watu tunawakilisha pale ndani. Nilikuwa napiga share kidogo pale tafadhali. So kama ushapiga share 2 3 kule ndani, umeitisha watu wawili waweze kujaza ndani ya nyumba. Waambie kwamba tushafika and we want to start like nyingine tofauti sana. Alright. Asante sana. Watu nikafanya tu hivi, nilikuwa narejea kufanya share 2 3 pale. But what I request you, karibu sana ndani ya nyumba tuweze kufanya mawili matatu. Nilikuwa narejea hapa kwa
njia moja ya maombi, kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa maana siku hii ya leo ni Mungu tumeweza kuiona kwa sababu ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye ametuwezesha, yeye ndiye ametupigania, ametuhifadhi, ametuongoza kwa kila jambo, na tumeweza kuiona siku hii ya leo. Ndipo kosa moyo wangu na kusema kwamba kwa kumsifu Mungu kila wakati na kila nyakati, siku zote na kila majira. Okay. So I want us to kuweza kuingia pale ndani ya tuanze kufuatilia maombi one on one. Tunaona katika link kule, kama unataka tu kuweza kutufanya nini, kutuombea, tuweze kuanza moja kwa moja kama ilivyo kawaida. Tutakuwa na kuachilia linki kule, urudi hapo tuombe, tuweze kuanza one on one kama ilivyo kawaida. Sawa sawa. Okay. Wacha nikupatie link. So ukifika ndani ya nyumba, tafadhali usisahau kufanya vitu viwili tu. Cha kwanza ni kulike, cha pili ni kuweza kushare, cha tatu ni kusubscribe kama wewe ni mgeni. Sawa. Karibu sana ndani ya nyumba. Ni hapa, ni mimi hapa, ni Dennis kukutu, tuko hapa. Nimesha kuachilia linki kule, tafadhali. Njoo hapo katuanzishe katika siku ya leo. Tuanzie katika ndani ya maombi. Hapo ni kuingia katika ndani ya TPT. What do you remember those days wakati tulikuwa Sunday school? Big man Pazu, I see my brother the other side. Let me nikulete hapa, anaitwa Pazu. Zina lenye mtaa sahihi. Zina lenye msukumo sahihi. Zina lenye market ni Pazu. Yes. Sema ndugu. Wanipata kaka? Jambo. Friday. Sasa. Wasa. Yes. Mambo. Yes. Karibu sana ndani ya Kiss Hot TV. Asante. Unajua leo nimeingia kwa ghafla. Sijajua tu unaongelea nini. Ninakukaribisha sana. So ile kitu naomba tafadhali, sio tupeleke kwa Mungu alafu ndio turudi tuanze one on one. Tupeleke kwa Mungu, tukifikisha kwa Mungu, we start now. Tuanze katika kwambie the way forward after tumefika kwa Mungu. Tupeleke tu kwa Mungu. Kama nifanye nini? Tukatuombee tafadhali. Haki ya Mungu, my God. Yes. Sasa ni kudanganya. Ombi atupatani. Naomba ushikilie papo hapo. Upate mtu akutuwezeshia katika maombi, usiondoke. Nitakupatia kisha baadaye. Tufungulie mchana. Imani Pazu. Usiondoke, shikilia papo hapo. Nataka kwa mtu akutuombea kuanza one on one. Okay, alright. Karibu sana ndani ya Kiss Hot TV, katika ndani ya TPT that's the throw part. Kama unanipata kwa njia ya Sabbath, tafadhali nakukaribisha live and direct. Ndio tuombe tuweze kuanza live one on one. Big man Pazu amesema kwamba maombi na yeye hapana, hawapatani. Yes, karibu sana ndani ya Kiss Hot TV. Kama unanipata kwa njia ya Sabbath, tafadhali njoo kazi kutuanzishia katika njia ya maombi. Ukituombea hapa tutafungua mjadala nyakati zile watatu, na kisha baadaye tutaita ni siku ngoja ndani kuingia ndani ya nyumba. So kama unanipata kwa njia ya Sabbath, kinataka kuomboka Emi Nyaps, Ruth Isabella, Erden Nyangaresi,
I need someone to pray for us. Meanwhile, link nishaachilia kule. Au umeingia ndio mara yako ya kwanza. Kama hiyo majina imeandikwa katika pige mahali pazuri kuja huko. Na maandishi hapa imeandikwa na rangi nyekundu. Unaweza piga subscription kule. Tafadhali hakikisha kama umelike hiyo nini. Like hiyo. Weka hiyo thumb. Chapa share kule sasa. You guys under hapa. Sasa wacha tu nikaanza kuomba. Kwa sababu leo nimeona pigi mahali pazuri hapa. Kuntu akatuombea. Funge macho yake. Takatifu Yesu mbinguni, pokea sifa zako, utukufu na mamlaka. Asante kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu kwa sababu ya siku hii ya leo. Umetuwezesha, umetuonyesha njia zako, umetupigania kila wakati. Utupigania kila jambo na kila majira mtakatifu. Asante kwa maana umetuonyesha utukufu wako na mamlaka wako. Sisi ni wazima, hatuko sisi si wagonjwa, umetupigania Mungu, umetupatia afya njema. Familia zetu wako wazima. Uwezesha kwa kila jambo. Pokea sifa zako mtakatifu Yesu mbinguni. Asante kwa sababu ya kipaji na uhai ambacho ushatupatia wakati huu Bwana. Pokea sifa zako kwa kusomea dhambi zetu. Tutapenda kwa programu hii siku ya leo. Mashabiki watu wa Hot TV kuongoze. Waweze kwa tutapenda kuzungumza mambo mawili matatu kutuongoza kutuelimisha katika jina la Yesu Kristo. Sasa bila na katika jina la Yesu tuombe. Amen and amen. Pigi man pazu. Sauti imeenda wapi bro? Sauti iko, mimi nakusikia. Sasa nishakupata. Sawa. Piga tu salamu zako kwa watu watatu. 19 pili wasalimie, kisha baadaye nitakwambia tutakuwa tunaelekea wapi. Sawa. Salamu zitembee kutembea mtu wangu. Hii mimi zione watu hapo hivyo kwa judge. Watu hapo. Kuna mtu anaitwa hapa, anaitwa Eminyaps. Kuna mtu anaitwa Vanis Combo, kuna PPC Kenya Entertainment aka My second John hizo nini chance hapo hiyo. Hata mimi kurukuntu niko hapa. Ndani kilika koko nyuma ya kamera. Yes, karibu sana. Okay. Nafasi nimekupatia ni yako. Ndio nakwambia kwa side yangu. Ndio hizo judge hapo hivyo. One kwa simu yako aziko? Yeah, on my side zioni. Kuna mahali wameandika hapo chini live. Sasa nione. Alright. Thank you very much. Edgar Nyangalezi ako ndani. Rutu Isabella Wos. Eminyap, Hello Kuntu. James Kwamboka ndani. PPS Kenya Entertainment ndani. Kwamboka namuona Eminyap tena. Hao ndio naweza ona kwa on my side hapo hiyo. Thank you very much. Sijui kama ulikuwa unanipata. Nakupata vizuri tena sana mtu wangu. Oh. Yo, karibu Stera. Pasu naomba shikilia hapo tutakuwa tunapatia kitu baadaye. Wacha nilete Stera. Jambo. Stera getting me? Stera, are you getting me? Stera, jambo. Oh. Stera tumuoni. Stera vipi yani? Vipi Stera jambo? Stera na Stera. Hao wameamua kupiga white. Alright, kuzima kamera wako pekee.
tuhakikishe kamera kama uko. Yes. Mimi ndio huyo sasa. Yes. Ndio kama unanipata utanipatia signal pale ya kuhakikisha microphone kufungua na picha. Kwa na kuleta hapa. Ili kwa amesha. Jambo kurungutu. Stella ndio huyo mbele. Ndaki mwere mai. Nyaps. Yande kya. Big man bantu. Niko poa Emi. Aye, sifano kuambuka. Hebu fungua hiyo kamera yako. Hapana. Fungua kamera. Nimesema fungua kamera. Okay. Fungua kamera. Tiganda enda ngoja ndeka. Sitafungua saizi, Kurutu anajua kwa nini sitafungua. Salamu kwanza, salamu Kuru. Okay. Jambo sana. Hawaii. Haki kuna sauti sijui ni pake au ndama ni nini. Habari ya jioni Kurukutu. Bigi mani pazu, kuna kelele kwa zamani brother, ni maana yake nimeshika microphone yako. Unasema aje? Nasema kuna kelele, kuna mtu anaongea nyuma yako, maana yake nimeweka off camera ya nini microphone, nitakufungulia sawa? Mute. Unanipata? Oh, unanipata?
kama unanipata sasa. Nyaps, unanipata? Naam. Sawa sawa. Hapo nilikuwa nashirikia sound check pale. Kama nimekuwa sawa sasa hivi nikaleta watu hapa wa stage. Okay. It's well and good. I think now everything is well. Unanipata? Basi kama unanipata kwa njia safi. Derima, unanipata? Derima? Naam. Naam. Unanipata? Eh. Okay, thank you very much. One. Visensi sana. Dennis kama watu wa music unacheza pale background na maana tumezipa microphone yako tafadhali. Even the name Visensi yani music inacheza nyuma yako ni maana nimezima microphone yako. Naomba ukazime nikufungulie microphone tafadhali. Hizi vitu ni Visensi. Nyapsi tafadhali kuhakikisha salamu zako kwa watu wawili watatu kisha baadaye tunaanza kuingia kwenye mjadala. Karibu sana Nyapsi. Asante, nimeshukuru. Salamu zangu za kwanza siende kwa Kurukutu. Wa pili Dan Keliga. Watatu huyu mwenzangu alikuwa studio ametoroka. Kwa comment section siende kwa Gertrude Nyamali, Dominic, Masrin Busiburi, Fanis Kwamboka, wale wengine wachaingia like Liz Queen, Kalista Siocha, na wote nawakaribisha waingie kwenye mjadala wa leo. Yep. Tuweze kuona jinsi gani
tulikuwa wakati ule na Enzi mna pale nje. Nasikia kuna kama echo katika pale. So that position direct one Unakumbuka TPT gani wakati ule ukiwa ni Sabbath school ama ulikuwa Sunday school? Tupeleke pale zile enzi tupatie taswira kamili tafadhali. Tuone jinsi au vile ulikuwa wakati ule na enzi zile. Tumekuwa na paper mind. Ndio tunaenda sisi tunaanza kwa paper mind. Kwa na paper mind napeleka Sunday school. Sauti jamani. Sauti mbona inanitesa hivi leo? Sauti mbona inanitesa hivi leo? Sauti mbona inanitesa hivi leo? I don't know. Nyapsi unanipata? Nyapsi unanipata? Washaondoka. Coming back after this. I hope kama unanipata pale tafadhali kina Masi na kina Domi. Akina Masi, Domi, Richie, anaitwa na Gertrude, Derma, Nyapsi, Vanis. Kama unanipata kwa njia hiyo safi tafadhali ni njoo. Military, Elda Nyangalezi. Ninawakaribisha. Now I think my sound check iko poa. It is well now. After so long kunisumbua na kunitesa, sound check iko poa pale na nataka kukaribisha live and direct. Tukaweze kuingia ndani ya nyumba. Tukaweze kusonga tu mbele pamoja. Sawa. Ndani ya nyumba ndani ya Kisi Hot TV. Sauti imenitesa sana. Karibu dakika 20 TV. Niko tebinde ni visense sometimes. Hizi vitu ni visense bana. Zikiamua kukutesa zinakutesa. But I thank God that everything is now well. You're getting me very katika comment section. Confirm it to me. Now we are loud and clear. Tutakwenda kuingia ndani tukianza one on one. Karibu sana ndani tuweze kusonga mbele pamoja. Ni ndani ya Kisi Hot TV. Okay? So ni ndani ya TPT. Tupeleka katika zile enzi wakati ambapo ukiwa Sunday school, ulikuwa katika Sabbath school. Lakini wale wengine itabidi tucheze nyuma ya tent. Itabidi tukae nyuma ya tent. Itabidi tufuate tuseme following. Okay? I want to welcome you now. Everything's well. Vile ninaona tu hapa na tukaweza kusonga tu mbele pamoja. Ninaona hapa kuna mtu hapa Dennis Okima kwa hapa. Dennis, jambo. Sijambo sana ndugu yangu bana. Baada ya masiku hapo studio. Tumepoteleana siku mingi sana. Sauti yako tena imeharibika tena sikusikii kabisa. Twasiange liogi ndiko soka. Okay. Liogi sauti iko chini sana.
Unanipata sasa? Dennis Okema, getting me loud and clear now? Sasa hivi uko sawa kabisa ndugu yangu. Okay. Karibu sana, tupeleke katika salamu tafadhali. Umemisiana sana, umepoteleana sana, long time bana. Salimia watu, waambie kwamba you are back now. Nimewasalimia salamu mingi. Waambie isibani tuko ndani kabisa. Hatupanduki, tumerudi. Karibu sana. Isibani inawakilisha. Salimia wakina Dani wote. Wakina Kurukutu wote. Waambie sasa tumerudi. Karibu sana. Yeah. Before tuingie pale katika ndani. Yes, sasa nawasalimia wawili watatu ama. Yes, nafasi iko. Nafasi mimi nimekupatia kabla ya kuingia kwa mjadala. Nafasi ni yako, cheza naye. Hata kwanza, kitu cha kwanza nimsalimie mamangu mzazi aliye huko sehemu za Nyamondo, Sauti Mogirango huko. Nimsalimie na bro yangu Kenyanya. Na nimsalimie semeji yangu tuko naye hapa, anaitwa Chochoni. Na wewe unaweza kumsalimia, ndio huyo leo. Mambo vipi? Chochoni kuja hapa, umukaka Chochoni. Mambo. Safi. Safi. Nafasi kwako karata. Ya, mimi nipo salama, alafu nafurahia sana kuongea na nyinyi. Nashukuru sana. Piga salamu pale zitembee, kwani kwa nini? Ya, acha nisalimie kakangu ambaye anaitwa Dan. Alafu na dadangu ambaye anaitwa Elena. Ya, ndo hao. What? Thank you very much. Nashukuru sana. Yaani nashukuru sana. Siku mingi tumepoteleana kama miezi miwili mitatu hivi. Hatujawahi ongea na nyinyi. Imagine. Lakini nashukuru Mungu sana, tupo. Isibane tuko sawa kabisa, sema ni ila tu hali tu, unajua naye lazima kupambana tu na maisha tu. Ndio imesababisha tu tutakuwa pamoja, lakini sasa tumerudi, tuko pamoja. Sasa leta wengine ndio tuingie kwenye mjadala sasa. Pigman Pazu hapa ameshafika ndani ya nyumba. Na kuambia Pigman Pazu ako present. Naona para na tuvinje tu pole. Nikaze nimleta tupatie salamu 2-3. Tukao tunatesa ndani ya mjadala kama kawaida. Pigman Pazu, jambo. Jambo kakangu. Karibu sana mtu wangu. Karibu sana. Sema tukane salamu. Yes. Discipline jana yanasema toa link. Everyone. Yes. Obu na getio kebozina nasema hai madama mtu. Eminya ona utola alfu. Unaona ninaitwa madam hapa. Imagine Kevo sina anaamua kuniita madam. Okay, watu wengine hapa backstage it will make me itanihitaji nikaweza kusoma comment 2 kisha baadaye kimbie ndani ya mjadala Pigman Pazu mmoja ndio alikuwa anaendelea kutumia network nayo. Pigman Pazu, mmesikia ninaitwa madam? Unasikia ninaitwa madam hapa leo? Na nani? Na huyo Kevo Sinde. Labda ameconfuse sauti yako. Jamani, sauti yako kwa mwanamke. Sema hi madam. Naona. Alafu yes. Unajua last week kuna story yenye ulikuwa unaongelea juu ya Dona TPT.
Sasa ya leo sijaishika kabisa. Ya leo. Ya leo hujaishika kabisa. Wana naoneke gusi. Aoneke gusi ngeke gocha. Etiviti ya lero. Pack to pack ibintu biri bya sukunyuma byamage gato kwinyora. Bire ibintu biri bya sukunyuma biri to akore myaka eri ukiwa Sunday school, ukiwa Sabbath school. Ndio nataka kutuambia wakati ule. Era kwa gachira Sunday school. Wakati ulikuwa unaendanga zile Sunday school ama happy Sabbath school. What do you remember? Ama Pathfinder. What did you remember zile nyakati? Hebu tuambie now. Take us to that moment. Bale toa so karana lengo mwana eri Pathfinder was in Pathfinder. Ile marching squad hiyo ndio tulikuanga tunafanya. Alafu kuna hiyo story na kwenda Chikambuli. Sema ulikuwa tunaenda Luzinga, ulikuwa unasikianga Luzinga Island. But then hiyo ndio ilikuwa Luzinga Island. Unasumbua mzazi unamwambia lazima niende hiyo. Hiyo ndio mne kinyo nataka pisi katu asumbue te Luzinga Island. Kwa hiyo gichiang hivi tu. Au na shilingi 700 njingi kinyo tena ya shilingi 700 to ngaenda rende ngapo. Oikagari. Kitu chiganza. Nyana kitu na shilingi 50. Yeah. Onitokwera ne pasi abantu bakora ibintu byabo nje si 50 cyane abono gikiranganye. Bara rende. Yes. Acha Masina yeye atuambie hiyo tipiti ya kwake. Ingia papo hapo live on the direct. Tipiti kuambia tipiti. It is pack to pack. Nyakati hizo. Nenda kamri bana. Mtu anaitwa nanyana niambia alikuwa anatesa. Alikuwa hot cake. Anaenda hiyo sijini kamri. Lakini sasa wasichana pale akota hesabu watoto sana. Wote soma comment kisha nikimbie kwako akina Riskin Mastereni Bosbori Eminyabs. Anaitwa nani? Mimi tena sema proper sana. Edden Angarisa anasema kwamba niko ndani. Anaitwa Isabella anasema kwamba watching, thank you very much. Eminyabs anasema kwamba hero kuntu niko poa. Dennis anasema kwamba ndani karibu sana. Domin yule Chelsea anasema kwamba ndani from time my brother umenipotelea sana. PPC Kenya Entertainment aka tunamuitanga aje ile jina Pitboy Sani building kwamba kuru mama kwa kima kina mpaka naitwa kuru. Nyamsa anasema kwamba Vanis kuamboka hi team comment studio hi Gertrude Nyamara kamera mimi ndio kusema ndio mfungue. Yaani alikuwa anatetea Denmark. Sawa. Gertrude Nyamara kitu vizuri. Loud and clear. Anaitwa Gertrude Nyamara. Ya sasa nimekupata. Nashukuru sana. Domi yule Chelsea pia wewe hosi atukupati. Niko sawa. Domi yule Chelsea anasema kwamba shida. Masleni Bosiboli mimi nakupata. Masleni Bosiboli sauti yako iko chini deno. Namba sasa iko sawa. Masleni Bosiboli anasema kwamba thanks kwa salamu. Nashukuru sana. Masleni Bosiboli sauti please. Dennis Okema sauti yako iko chini. Richi kwamba kurutu. Fanya bonds akina Eminyabs Boyanis Kalista Dan Boyani baya si what would happening. Wacha niweze kurudi hapa kwa hiyo akina sasa Riskin wakiranse Riskin baturunganire usiwakerense tafadhali yako mbali. Wacha niingie kwake. Siko mbali, niko hapa kukutu. Ulienda ukaanguka chini? Sianguki chini mimi.
Karibu sana. Niko kwa nyumba. Nasitoi viatu. Tuongeleshe. Salamu zitembea pale tafadhali, before tuambie tipiti yako ukiwa pale Pathfinder. Ulikuwa unaenda kampuni, Ulikuwa Yes. Hizo nilikuwa napenda sana. Wacha tu. Yes. Wacha niwasalimu mjambo. Hatujambo. Masirini bosulia mjambo na nyoko mboterete. Sijambo. Nashukuru. I'm very happy to be here. Jina ya huyu mwanaume ni ngumu. Unajua sijui kusoma Kizungu. Pigman Pazu. Mambo and with your friend. Ndio huyo hapo hivyo, msalimie. Mambo my dear. Mambo. Poa. Sawa, nimekoteka. Nimeona mko sawa kabisa. Kabisa. Nyapsi mambo. Poa sana my dear. Unakuona leo uko sawa. Uko sawa, ni kama umekunywa chai. Nyapsi ameongea. Masi wasiboli umeongea wewe? Tukuoni. So umesema wewe ndio uongee mwanzo alafu nifuate. Nimemaliza kuwasalimia, sasa na wewe tusalimie. Nitaongea ukimaliza. Mbona umesikia vizuri sana? Watu wafungue kamera twende pale. Maliza kwanza. Kundu nimemaliza salamu. Kwanza ukimaliza kabisa alafu ndio mimi niingilie. Tupatie zile nyakati ukiwa Pathfinder. Kwani hakuna network? Na wasumbua. Pigman Pazu. Wewe huyu Lispin hapa hivyo Lispin. Kwani watu hawana network? Setani aondoke. Net iko. Sasa ni nani anaongea kungutu? Mnyato Tusambaye. Diskin. Tupatie pack to pack. Mimi nikisema network yake kama network ni kama iko kiria. Naam. Nyapsi. Karibu sana. Karibu sana. Fungua kamera, salimia watu, kama salimia, tupeleka pack to pack, zile nyakati tuambie. Karibu sana Nyapsi. Sasa nikianza kuongea TPT si mtacheka mpaka mwanguke. Nataka utengeneze sasa ni hizo sasa. Nachoanga hizo makambuli. Hizo Pathfinders wenye watu utembea. Si Rusinga, si Eldoret. Si wapi, si Tanzania. Si hapa karibu Kisumu. So mimi yenye nakumbukanga sana kabisa until now. Nikikumbukanga huwa nacheka mpaka nasiku jamii. Kwani nilikuwa kama Kristo alili. Hiyo ndo nipe hiyo sasa hiyo. Acha nianze na ya kwanza. Tuliendanga kamburi hapa Sameta hapa, sijui shule nyingine hapa tu Sameta Boys. Kuna shule nyingine hapo primary sijui inaitwa aje. Unaona kuna hiyo barabara ya katikati chana na hii ya rami. Kuna time rami ilikuwa inachengwa, wakafunga hii main road, wakafungua Katama road hapo katikati. Sijui hiyo shule ilikuwa inaitwa. Ya hapo. So I remember nilikuwa ngarido Pathfinder. Lakini kwa ground things was different. So tulienda huko. Najua mkienda mnapewa mumama wa kuwachunga hiyo wiki. Tuliendanga huko. Hata hizo maclasses hatuatendi. Najua kuna kuanga na classes. Alafu kuna kuanga time ya parade. So mimi na dem fulani sisi tulikuwa tunasurura tu, si Sameta, si Ogembo, si wapi. So nakumbuka siku moja tuliendanga huko mlima sijui kio mlima ndio Sameta iguraria. Niito Sameta huko. So
Turudi ilikuwa kitu kama saa 9. Tukapata huyo mama hata hajatupikia. Tulimfukuza. Yes. So hiyo time tukapata huyo mama hajatupikia. So venye tulifika tukakuja tukapika tukakula tukamwachanisha huko. Hatukumpatia chakula hata. Guy, wacha aanze kupiga nduru. Akisema sasa mimi ndio nilikuwanga mkubwa. Dada mwingine na machari wengine wawili. Huyo mama akatugombanisha. Venye alitugombanisha ikabidi aite sijui Omorisia. Omorisia akakuja akatukalisha. Sasa ikabidi tukafukuza huyo mama tukamwambia sisi tutajisimamia, wewe enda. Huyo mama hadi wa leo anasema akisema haki hao wasichana. Hawa ni kichwa ngumu. Tuambie ukweli. Yaani mtakuwa mnatoka mnaenda, tuambie what was happening those days. Mkiwa mnatoka. Mlikuwa nje. Acha niwaambie ya Kisumu, wewe wachane hiyo ya hapo Usameta. Acha niwaambie ya Kisumu. Tulikuanga Webuye Primary School. Hapo karibu na Msiamko. So time tulikuwa tumepanga hiyo nini, tulipewa hizi performance za kukusanya pesa. So mimi I was like nakusanya na kula. Nakusanya na kula. Ikafika time ya kwenda mimi sina do. But nilikuwa nimelechesta na 400. So ilikuwa like leo ni Saturday, sasa kesho ni kutravel. Mimi sijatoa hata mahindi, hata nini, hata marawe, hata hii godoro ya kwenda kulalia mimi sichelewi. So mimi was like mimi sina pesa, hata performance sijui mali ilienda. Ilipotea. So mimi sina do. So because I was a reader, wakasema wacha wanichangie. Juu nilikuwa nimefikisha 700. So hapa I was having a boyfriend. Na yeye alikuwa mimi nilikuanga mimi ndio nilikuwa nasimamia nyimbo na my boyfriend alikuwa secretary. Na nisoma hapa moja kwa moja live. Na najua kama mitandao So si hata yeye alikuwa anajua siendi na yeye akasema aendi. 30 days Saturday sasa sisi tukatoka tukaenda matembezi. Sasa kwetu nimenyingwa. Ndio huo sasa tukaenda hapo Nyaura tukielekea tao. Si nikapigiwa simu nikaambiwa hebu rudi kesho unasafiri umelipiwa pesa. So huyo mtu wangu akasema unaenda aje? Uendi, hebu tuharakishe tuambie uendi. Kufika huko nikapata nishalipiwa. Sema wote na yeye akatoa hizo pesa. So safari ndio hiyo tukaenda tukafika huko Webuye tukakaa. Unajua ukifika huko tena lazima ufungue macho. Sisi ndio hao huko tukatoka na demu mwingine. Tukaenda tukapotea. Wenye tulipotea tukachukua tuktuk tukarudi. Sema huyo jamaa kuniletesha. Mimi hizo matipiti mimi si yuko gaki kurukutu. Acha hiyo story niache hapo. Moja. Different mna maji like Kisha baadaye mko na yani huko unaogopa Unaogopa nini? Ulikuwa unatafutanga nini bado kitokanga, yani wewe utaki kutulia pale kwa meeting mali umeenda, mlikuwa mnatafutanga nini? Tuambieni. Unatembea uone inji venye inakaa. Sasa unaweza fungiwa huko ndani kama katoto. Na wewe ni mtu mzima. Yeah. But now, where's the boyfriend? Lakini the worst yenye ilikuwa ni tuliendanga Rusinga, so kuna wenye walienda kuswim, imagine wakazingi. Hiyo ilikuwa very bad. Huko Rusinga hiyo nini. Yeah. Where's the boyfriend? Your boyfriend. My boyfriend is
Oh, like now mimi by the way nilienda nikachange kutoka ICDA. PT. No, take us P30 time. P30 time. Now, sasa tunaambia umeokoka. Wewe unahubiri injili, mikono kwa maisha yako. So take us those days. Ukimwona saa hii mnasalimiana, mnasema tuko tunaenda church, yeah. Tunasalimiana sana. Sana. Unaona ile sana. Tunaongea. Ndio mwanake mwanaume akioa. Friendship bado, hata akioa bado niko. Ananikumbuka. We lazima ukumbuke mahali umetoka. Nani kurukutu. Lazima ukumbuke. Ndio mwanake mwanaume akioa, hiyo historia ya kuruhusu mpipi yake kwenda kwa eti nenda kwetu kusalimia hatutaki. Tulikuwa tumekataa kitambo. Hizo ni TBT zilizopenda. Nyap, wewe ni mtu wa matipiti. Matongo makoro. Matongo makoro. Hata hizo TBT. Sahi kwanza hata hizo TBT ndio tunakumbukanga. Nakuuliza unakumbuka venye tulipandanga nini? Inaitwa aje? Kwenda Migingo. Sinaitwa aje zile poti. Nakumbuka venye tulikuwa tunapandanga hivyo boti. Kwa hapo. Masala ni Bosiboli. Jambo. Naam. Yes. Si jambo, nashukuru. Asante. Salamu zako pale akina vya Pepe Sekondari, salamu zako kwao tafadhali. Salamu zangu ni kwa Kuntu. Deno ama Daniel, hiyo yote. Amy, Big Man, Fire Babes, Liz Queen, Kingsley, Irene, Pastor Eric, Bernard, sijui Onunga, na wengine wote ambao sijataja majina. Hopefully watatajwa siku nyingine. Thank you. Back to back now. Back to background. Sasa mimi Sunday school nimeenda na Sabbath school nimeenda. Hai. Zote mbili umeenda. Tupeleke pale tuone ni gani kwa tamu. Hakuna mahali mimi sijakanyaga nikiwa mdogo at ni church. Catholic nimeenda, ICDA nimeenda, alafu hizi pia full gospels zote nimeenda. Sasa Sabbath school nakumbuka kitu kilinifuta huko ni ile walikuwa wanatwimbianga intwa bana bake twaenda kanisa. Yes. Wakiomba. Sasa sasa hiyo ilikuwa Sabbath school. Sunday school ya Catholic nikaenda pia nikajifunza hizo sala zao kidogo. Baadaye sasa ndio nikaquit kwenda kwa full gospel churches hizo sasa. Hapo ndio nilipata kugrow. Nakumbuka huko tulipewa verses za kurecite, ilikuwa almost December tukicelebrate Christmas. So mimi tukaambiwa mwenye ata memorize chapter moja ya Bible atapewa zawadi. So nikamemorize. Hiyo chapter yenye ulimemorize. Ni Psalms chapter 1. Psalms chapter 1 na nilikuwa na recite kwa Kiswahili. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio na haki, wala hakusimama njia ya wakosaji, wala hakuketi balasani pa wenye misaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaa matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila halitendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki,
Wao ni kama makabi yapeperushao na upepo. Kwa hiyo wasio na haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio na haki itapotea. So ingawaje siwezi sorry, kuna lines hapo hivyo zimenishika ile mbaya. Wasio na haki hawatasimama hukumuni. na wala njia ya wasio haki itapotea, kwa kuwa Bwana anaijua njia ya walio na haki. Alafu sasa mi hupenda sana hii chapter kwa sababu unaona darasani pa wenye haki, yani heri mtu yule asiyekwenda katika njia ya wakosaji, wala akaendi katika kusanyiko la wasio na haki. So inanipendezanga kwa sababu iliniwekea foundation. Mi utapata mahali pengi penye natafuta at least neno la Mungu linaongelelewa, yani si pahali at least pahali unafunzwa, una grow kiroho na kila kitu. Then hapo ndio na hiyo King James nikaisoma kwanza Matthew Revelation. So it was an achievement, it was so good. I loved until today. Na nikifika pia teenager, nikitoka Sunday school, sasa ndio nikapewa the full Bible as a gift again. So I thank God for the far. Hiyo ilikuwa ni Sunday school, but Sabbath school nilienda kama siku moja mbili kwa sababu ya makazini zangu. Nikatoka. Catholic nilikuwa ninaenda kwa sababu ya my grandparents. Basi sasa nikatoka. Wakati nilitoka ndio sasa nikapata hiyo gift ya Bible na nikaishikilia. So utukuto hukuwepo sana. Tukikuja story za boyfriend, nilikuwa class 7. Sasa mimi Yes. Mimi nilichoma. Nikiwa class 7, nilikuwa 7 or 6, something like that. Kijana akanipenda. Sijui sikumbuki hapo 6 ama 7 hapo. Kijana watu akanipenda na alikuwa mkubwa kuniliko. So mimi sikumpenda. First of all alikuwa mweusi sana. Alafu unaona class 6 ameanza kuwa na beards. Then alikuwa anasumbua sana kwa class. Akawa ananiandikia barua na niwekea kwa sasa mimi nikawa namwambia, wewe unanisumbua, siku moja wewe nitakusema kwa mwalimu. Akafikiria ni mchezo, nikangoja akachonga tu barua vizuri, akaiandika vizuri. Then mimi sikuisoma hata. Ameenda wapi tena? Ako hapa. Yake mbaya. Kwa nini anatumia wifi ya wenyewe? Na ilikuwa jioni. Ilikuwa jioni wakati watu tunaenda nyumbani. Sasa ilibidi mwalimu ameisoma kwa assembly nzima. I was a church girl. Sasa na mimi niliukatasha kusikia. Sasa tuliheshimiana, but huyo kijana hakuwa acha kunipenda. Lakini mimi hadi wa leo sikuwa impenda. So mimi nilichoma. Hiyo ndio inaweza kuwa TBT yangu. Barua tafadhali. Barua ilikuwa nasoma vipi? Sasa sasa alikuwa ameandika tu maneno yenye alikuwa kiwango chake. Tuulize utoto ati nimekupenda.
tu ndio shida. Tuendelee. Wewe kuna mwenye ulikuwa na crush hiyo time? Wewe kuna mwenye uliwahi andikia barua, kuna mwenye ulikuwa unapenda? Mimi niandikie barua? Ulikuwa na mimi nilikuwa okay, mimi nilikuwa church girl sana. Mimi hata nilikuwa nikitumwa soko, nilikuwa naulizwa na watu njiani, unaenda church? Ndio nilikuwa naulizwa hivyo kwa njia. But ilifika class 8 kuna huyo jamaa alikuwa handsome sana. Nikamkubali yeye. Sasa akanitumia success na kila kitu, but mambo hayakuwa yamehappen. Akanitumia success. Niko na swali. Umesema ulikuwa class 8 ukatumia success. Kwani ulitumia success na mtu mwenye ako class 7 ama mwenye alikuwa juu yako? Huyo alikuwa form 2 sasa. Huyo alikuwa form 2. Alikuwa tu ananicheki nikigrow tu kutoka utoto wangu nikiwa tu mkubwa. So hata sijui alitoa wapi. Alikuwa anafungwa maukulasa. Sasa hakuwa ameanza. Usingoje nikuelezee venye kulienda. Wacha nikuelezee venye kulienda. So akanitumia success. My dad is this kind of a person mwenye ni harsh. Ulikuwa ukitoka tu shule hivi kama ni ile wakati wa karatasi, mimi sikutumia hiyo bag zenye zilikuwa zinashonwa. Kama ni karatasi, ana check vitabu zenu before mu enter the house. Ajue ni kalamu ya nani imeisha, ni nani ameiba, na vitabu zote ziko, na kama ziko umesaishiwa ama bado. Alikuwa ana check everything. Alikuwa anacheck. Akipata hakuna kitabu, akipata hakuna hata subject moja kitabu yenye hujaleta, anapigia mwalimu simu akiuliza kama ni kweli zilibaki zikiangaliwa. So that was the kind of a dad I had. Sasa nimekuja na success. Ziko kwa box. My dad akachukua box yangu kawaida kukagua tu. Then akazipata. Akazipata na maneno yako ameenda mbali. Hatukuwa hata nimeongea na huyu jamaa. Sasa ndiye alikuwa ameanza na hizo romance zake za kutuma success, ndio sasa nimpenda endelee. So my dad akaniuliza, na hizi vitu nani amekutumia? Nani amekutumia? Nikamwambia hata mimi simjui. Nikachapwa kiasi, nikaambiwa usiwahi receive vitu za wanaume. Saizi is the time that you are growing, na saizi ndio inafaa uende high school. Usijichanganye mapema. Babangu akafikiria story imeisha. Sasa wacha tupange na jamaa akaanza kunibaia lotion. Na unajua lotion ilikuwa kama gold hiyo time. Akaanza kunibaia mafuta. So unajua ukiona hiyo unaona so umeweza. So siku moja ulikuwa unatumia mafuta gani? Tukaagizana tupatane. By the hata sikumbuki ilikuwa ni lotion gani. Ni lotion tu ile yenye ilikuwa cheap by the way. Spare story. Wewe. Sasa wacha niwaambie hiyo siku tulikuwa tumepanga sasa ndio ukurasa iende kufunguliwa. Utukutu ilianzia hapa, Mungu anisamee. So hiyo siku tukapanga Sunday, na mimi nilikuwa mjinga na yeye ni mjinga pia, kwa sababu tunaweza pangaje Sunday? Alafu
hatukupiga hesabu. Sasa nikangoja my mom akaenda church akatangulia, na tulikuwa tunaenda pamoja. My siblings wote wakatangulia, ndio mimi sasa nikasema nibaki nyuma ndio tukutane na yule jamaa. So nikabaki nyuma, hiyo story ikaiva. Wacha nianze kutembea. Sinajua Fadhili amebaki nyumbani, yeye hakuwa anaenda church, amebaki home. Sasa sisi ndio kwa njia na kweli tulikuwa wajinga. Sisi ndio kwa njia tunatembea tunatembea tukipiga story vile kutakuwa na kila kitu. All of a sudden kukatokea na loli, sijui ilikuwa imebeba sijui mchanga ama nini. Kumbe my dad amepanda hapo ndani. Kumbe my dad alikuwa huko ndani. Alishuka. My dad. My dad akashuka. Jamaa kumuona akatoroka, vile kabaki peke yangu nikashikwa. Wengine wameenda church. Mimi sasa ndio nimeshikwa, narudishwa. Alinirudisha huko mama, akataka kunipeleka church, kunionyeshana mbele ya church ati mimi nimekuwa mtukutu nadanganya naenda church. Kumbe anaenda mambo zangu. So wengine wakamwambia usimpeleke church. Marafiki sikukimbia. By the way, me since I was young with my brother, baba yetu alikuwa anatuambia tukikosa nendeni mkalete kiboko. Nenda mkalete kiboko, na ukileta kiboko ndogo na kuchapa nayo inaisha, uende ulete kubwa akuchape nayo. Me and my brother mkubwa hatukuwa itoroka. I'm the second born in my family. So mimi na brother yangu tulikuwa tunalala juu ya meza, ndio tulikuwa tunachapiwa after kushiba. Baba yetu alikuwa anangoja tumeshiba na anatuchapa. So sikutoroka. Nikashikwa tu na babangu, rafiki zake wakamwambia usimpeleke church kumwaibisha huko. Mpeleke nyumbani uone venye utamcancel peke yako. Akanifuruta. Na ilikuwa distance refu kama ya 30 minutes kwa miguu sasa. Nikafurutwa hadi nyumbani. Nikaambiwa toa viatu. Lala chini. Nani alikufuruta? Baba yangu alinishika kama kondoo kwenda kutolewa sacrifice. So, you are really brother? My dad. Oh, your dad. My dad, yeah. Na huku umefanya masi. Na katiba haiko imesomwa imaji. Haiko imesomwa, ni Mungu. Ni Mungu ndio. Ni Mungu. Ni Mungu ndiye aliniepusha na hiyo. Unajua sasa hata ndio nilikuwa nimeanza. Ingesomewa hapo. Sasa uzuri Mungu akaistopisha, venye Mungu ni mwema. Sikuwa ikuwa mtukutu hadi hiyo time. Sasa huyo kijana I think nilimpenda na alikuwa handsome na alinibuy lotion. Alafu yeye ndiye alinitumia success. Huyu my dad mwenye analifuruta kwenda home kwa nibuy success. Asikuwa anasikiza hapa. Baba yangu asikuwa anasikiza hapa. So akanipeleka Sawa, so nikaambiwa leta kiboko as usual nikaleta kiboko, lala chini. Na akaniambia usiguze. So tumezoea usiguze. Nikachapwa, sikuguza.
So akaniuliza tu maswali, nikashindwa kujibu juu sasa si nimepatwa nitasema nini? Nothing else chenye nitasema. Na obviously alikuwa anajua hatujafika kwa nyumba, hakuna kitu tumefanya. Akachukua the worst thing yenye iliwahi happen in my life, akachukua my baptism card akaikatakata. Eti ya Baptism card. That's ole. Ile ya kupatiswa. Akairarua akatupa. Juu sasa mimi sijaokoka kama. Yes. So wakati alirarua nikamwomba msamaha, nikamwambia hapa nisamee. Akaniambia nitakusamee, lakini you have to to suffer the consequences. Unajua consequences zilikuwa ni nini? Mungu asamee baba yangu, ni discipline, lakini mke wazazi msifanye hivyo. Tulikuwa tumepanda kulikuwa kumepandwa hivi na home na Kayafa. Unaona hiyo Sunday Mungu akaniambia ndo upalilie, na ilikuwa nevi nyambi ilikuwa hata haijawahi paliliwa. Na sasa ukipalilia kila mtu anakuona, na ni Sunday. Nikapalilia, akaniambia wewe ikifikanga Sunday utakuwa unapalilia hizi, hakuna kuenda church. Ikifika Sunday ndio utakuwa unapalilia. Aki baba yangu siku moja nitamkumbusha. So nikapalilia, nikawa nikipalilia. Alafu akaniambia uandike 20 letters. Afadhali wewe akwa live. Lakini wewe alinipitishia. So akaniambia uandike 20 letters of apology. Alafu ukuje uzipin kwa nyumba. Every day unaandika, unapin. Nikishasoma unazitoa tena unaandika zingine. Letters of apology. Nilifanya hiyo kazi. Nilifanya hiyo pano. Unajua kijana yeye aliendanga hata na story juu yangu. So nikawa nimefungiwa home juu ya kitu yenye hata sijafanya. So hiyo ndio ilikuwa the worst thing in my life kwa TPT. Lakini imekuwa so much interesting. Mama wako na PF aje? Alikuwa atasikia hivyo. Lakini mababa wabaya sana. Mimi hata sijuangi ni kwa nini. PF aje? Sijasikia swali. Mamako alikuwa na PF aje yeye? Alikuwa anakuambia mama yangu alikuwa analetwa juu. Anaambiwa na msichana wako mtavyo umemfunza. Umeharibika. Ndio umefanya karibika. Mama yangu hata alikuwa ananitetea. Alikuwa ananiambia acha niulize swali hapo. Osbori. Saka neko kotike kanisa alafu wacho korevita. Kwani alienda na mama yake kwa kina huyo baba? Naam. Umenipata? Bado. Nakupata. Kwani ulienda na mama yako kwa kina huyo papa sababu umesema mama yako alikuwa anakuleta juu? Hisi mama yangu hakunileta juu. Baba yangu ndiye alileta mama juu. Unajua mimi nilingoja wote wakaenda church. Mama yangu akatangulia kwenda church na my siblings. Mama yangu hata alikuwa innocent. Hapo anajua anything. Mwenye amenipata ni Fadhi.
which means mama yako akikileta juu ama baba yako akikileta juu, it means kuna wengine wanakufuata nyuma. Wengine wananifuata aje? Eti kuna sibling wengine wanakufuata nyuma, ndio maana babaka anakuchapa ukuwe kielelezo mzuri, wao wengine wanakufuata. Si ni hivyo maani bazu? Yeah. By then home kwetu tulikuwa watatu. So ni sister mmoja tu ndiye alikuwa ananifuata nyuma. Oh. Mimi nilikuwa second born, tulikuwa watatu. Lakini wazazi wanakuangalia. Nililetwa juu. Hiyo ilinifunza, nikarudi nikakuwa a good girl. Hata hiyo kesi yangu ikapelekwa church. Nikashinda kujitetea. Nikasema kweli nilijaribu, lakini si kwa nimefanya the sin. Naomba mnisamee. Nilikaa home for some weeks nikipalilia miba. Unapalilia kila mtu anajua tu wewe ni panu umepewa, na babangu alikuwa mbaya, anakusema kweli. But alinitengenezea maisha. Juu kama hangenipata katiba, imagine ingesomwa nikiwa mdogo tu hivyo. Na I was young. I was even ndio nilikuwa nimefikisha 14. Hata 14 sikuwa nimefikisha. I was 13. I was 13. Sisi 14 wanapataka watoto. Okay. Si ndio nilikuwa nimefanya 8 na ngoja kwenda secondary. Yes, huyo mtu ni mkubwa, wewe Masi ulikuwa mkubwa, hata kama ungesoma katiba wewe ungekuwa sawa. Lakini sasa kwa kusoma katiba si vizuri. Hiyo ni age ndogo kwa kusoma katiba. Okay, shikilia hapo. Kwa Masri. Kwangu ni hiyo ni age ni kidogo. Kuntu. 14 years wewe ni mama, hapo uko sawa. Wewe kwenda wewe. Wacha zako. Kadhari ningesare fungua microphone. Na wenye tulisoma tukiwa miaka 8 sapa kwanza. Okay. Nataka tulete hapa mtu anaitwa Catherine Nigesare. Jambo. Oni kwanza atuna place queen. Diskiria jambo. Umekuwa aje? Mkaje. Kwao. Karibu sana ndani ya TPT. Nani anaongea? Ni Catherine Nigesare na Wacha Catherine niongee. Tuko poa. Mniombee kusikia vizuri. Mtaniombea? Mtaniombea sisikii vizuri. Pole, tutakuombea. Utapona katika jina la Yesu. Enda hosi Catherine. Asante. Nilimeza dawa. Wacha atienda hosi. Na kwa jina la Yesu. Ukisikia vibaya unakimbia hosi. Kufika kesho kama sitasikia vizuri nitaenda hosi. Unajua hata mimi niligonjeka hivyo, nilikuwa nasikia vibaya pole. Ikabidi sasa nikasema nilikuwa napewa huku kupena. Nikasema hapana, lazima niende hosi. Finally nilienda hosi by the way. Sawa. Kama ulipona hiyo ni poa. Sasa This Queen, Masi, nyote mnyamaze, wakati ni wangu sasa. Mnyamaze, okay? Sasa niulize. Mlikuwa mnazungumzia ya makumbukumbu ya nini? Ya Sunday school na Sabbath. Sunday school. Mimi nakumbuka wakati tulikuwa wadogo, mimi na sister yangu na my brothers
My brother mmoja na sister yangu mwenye ananifuata. Yeah. Sasa nakumbuka Sunday ilikuwa ikifika, tunasema tunaenda church. Sasa kama church iko Ichuni, tunasema tunaenda church Ichuni ya Catholic. Tunaenda. Tukishamaliza tunakimbia Keroka. Na tunaenda Keroka, hapo ukumbuke tuko wadogo. Tunaenda Keroka, tunasunguka huko. Kumbe baba yangu ako mahali fulani hivi ametuona. And then hawezi kuja kwenye huko, atakungojea nyumbani. Sasa tukimalizana kutoka Keroka tunafika nyumbani. Tukishafika nyumbani, Yes. baba anaingia. Habari zenu, tunamwambia tuko poa. Mlifika church? Tukamwambia he. Mlisoma Biblia gani? Hapo tumesahau, alafu tunaangaliana. Okay. Mlienda Keroka? Hapana. Hamkuenda Keroka? kusema hapana. Mnajua niliwaona. Tunashindwa Kenya, tunachibu. Sasa tunanyamaza. Nataka mniambie mlienda kufanya nini Keroka? Keroka ndio church. Wakati mlimaliza church, mbona mkuja nyumbani direct? Kwa sisi tunajua watoto walienda church. Sasa mmeenda Keroka, maybe mpotee ama mpate accident. Tutachua aje mlikuwa Keroka? Mbona mlienda Keroka? Na kuna mwenye aliwatuma huko. Sasa tunashinda Kenya tunaongea. Alafu sasa kila mtu ameingiwa na baridi. Alafu tunaanza kujitetea. Etio tulitumwa hivi wangi. Nikiviko na kwese Kiswahili. Vipekele, tulikuwa tunaziita vipekele. Tulituma vibekele tuende kufanyia hesabu. Mkatuma. Mkaenda Keroka. Keroka ndio zinapatikana. Kwani ni lazima upeleke vipekele? And then kwani huwezi tafuta hata mawe, hata vijiti, ufanyie hesabu? Lazima upeleke vipekele. Na hizo vipekele tulienda kuchukua, si ati tulienda kuchukua tuende tupeleke shule. Tunakuja kuchezea kwa nyumba. Tulikuwa tunapenda kucheza nazo. Sasa hapo tunasamehewa mara ya kwanza, mara ya pili mkirudia ni viboko. Enyewe tulichapwa but hatukuwa tunasikia. Hiyo tu nakumbuka yenye tulikuwa tunakosea wakati wa Sunday. Wakati tunasema tunaenda church. And then tukimaliza church tunaenda matembezi huko. Bila kuambia mtu yoyote. Catherine amenikumbusha. Pia mimi na brother yangu sasa ndio tulikuwa karibu. Okay, nafuata brother yangu, so tulikuwa tunafanya mambo pamoja. Sasa kwanti yangu ilikuwa footing distance kutoka kwa church hata kutoka kwetu. Sasa ilikuwa karibu. Sister ya baba yangu kwanza wako wawili, but tulikuwa tunapenda kutembelea mmoja. So tulikuwa maybe mama hajaenda church, tunaambiwa nyinyi endeni church. Tunasema sawa. Tunaenda church, tunakaa 20 minutes. Tunatoka tunaenda kwa auntie. Kwa sababu tulikuwa tunajua huko tutapikiwa ugali na maziwa mala. Alafu kuna hizi matunda zenye walikuwa wanaita hivi sandal. Hizo si passion, kuna ile cousin ya passion fruit. Tutapanda juu tukule. Na auntie alikuwa anatu sweet talk sana. Yaani akatore, "Dia bana mwachire."
Mambo vinombe wale. So tukikula tukimaliza tunaenda mtoni kuosha mabrangeti na kusomba maji. Imagine umetoka kwenu tumeenda church, umeenda kwa auntie yenu. Kitu umeenda kutafuta huko ni hivi sana na kupikiwa na maziwa mala. Yaani tulikuwa tunapenda maziwa yake sana. Hata kungekuwa nao nyumbani bado tungeenda. Tunafanya kazi, alafu hata tunasanya firewood. Tunawachia nyumbani kukiwa sawa. Maybe kukinyesha. Sasa kukinyesha ndio ilikuwa shida. Unajua mvua imetufungia. Tutaenda usiku saa 1, saa 2 ya usiku. Saa 2 ya usiku ndio tutaenda nyumbani. Alafu tutauliza umekuwa wapi? Tulienda church. Nini ikafanyika? Mvua ikanyesha tukapitia kwa auntie kujikinga, ndio sasa tukachelewa. Tulikuwa tunachapwa, alafu auntie akikutana na brother yake anatuchomea. Anawaambia nyinyi hata mkujangi kutuona, lakini watoto ni wazuri. Hao watoto wako ni wazuri, wanakuja kutusalimia. So tulifanya over and over again hiyo. Juu sasa tulikuwa tu watoto. So Catherine amenikumbusha hiyo. Shikilia hapo. Yeah. Mnakumbuka Liskini inakuwa na channel. Liskini channel inakuwa na pale. Unakumbuka wakati huo pale kwa Wengine magasi. Wembe. Acha nikwambie. Niwaambie nini? Niwaambie. Ni ndani ya Sabbath TV nakwambia kumbuka sana ndani ya Pikia. Ni hapa Dennis Kukurikuntu. Kipendo niite Kuruto. Sitakuwa nakataa mtu wangu. Mbele iko sawa kama sio. Katika team comment pia nataka kukimbia pale team comment tafadhali mweze hizi team comment nirudi kwenye one word niweze kutoka hapa ndani. Watu wapate wajumba leo. Kwa nimeachia hapa Eminyap's at least iko sawa. Naitwa Lezkin channel toa link ilikuwa nimepatana Rich anasema kwamba kuntu DJ mwenyewe hapo anateza. Asante sana. Kata ningesana nasema kwamba hello everyone, niingie ama nisingie, ingia. Karibu sana. Kevin Osinde. Hi madam Kukuntu. Nimeita madam. Watu wako pale nyuma ya tent nimeita madam. Nimeita madam. Nyaps anasema kwamba at least nimepokea salamu, nashukuru sana. Osoro Alfred. Osoro was here. Obe. Osoro, you were here and what happened? What did you went? Please. Anuta mapiri ya Nyankaya unaongelelea nini? Yasmina Boni. I used to chase ladies. Ilikuwa cake by them. Ulikuwa hot cake. Hata nani angeona pale mwasini bosi body anaweza mate. Okay, anaitwa Catherine Gasare, eti madam, nimeitwa madam imagine. Yasmina Poni Fibu Kurutu. Karibu sana. Watching, thank you very much. Welcome to our program. Karibu sana ndani ya Nyuma. Anaitwa Lydia Onenga. Niko ndani karibu sana. Taking the right and kama good morning everyone here. Good morning to you. Please subscribe to TV. Remember to share. Right kama hapo studio hamjambo, hatujambo sana. Liskini anasema kwamba nimeona mtu akiambia Kurutu madam kai. Nimeambiwa madam tafadhali. Chudi kwamboka high five everybody kuntu masbosbori Eminyap's and Azu hamjambo. Nani mfurika hapo Liskini amesahaulika. Anaitwa Isaac Media TV, high five watu wangu, hi to my dear brother. Isaac Media TV anasema kwamba Kukuntu na kuona pro mbele pamoja. Mbele iko sawa na kuambia. Karibu sana one on one unapowakilisha rekodi yako. Ni katika final touches. Dakika 30 no si dakika. Sekondi 30 na ndio na mtu anaitwa Catherine Gasare. 30 seconds. This skin 30 seconds. Anaitwa Eminyap's 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds. Masilini Bosibodi 30 seconds. Karibu sana one on Gasare. Jambo, unanipata? Dakika 30.
Yeah, nakupata. Kutoka hapa niachie ndani ya kutapatia watu wa. Karibu sana. Nasema 30 seconds before nitoka hapa ndani na kupatia na watu wa jumba hapa. Sasa nilikuwa nasema hiyo mambo ya kunyolewa. Mama yangu alikuwa anatutuma wembe. Alafu anatuambia enda mlete wembe niwanyoe kesho ni shule. Tunaenda tunaleta wembe. Alafu anatuambia weka maji kwa kichwa and then paka sabuni, unapaka vizuri and then unakaa analeta ile wembe anakunyoa nayo. Hey, kesho ukienda shule yani kichwa inafanana na uso. Alafu chuo ikiwaka ayaya. Kichwa ikiwaka wacha tu. Wewe. Ukienda mtoni lazima uchukue kitambaa ufunge kichwa ndio ujiwekelee maji. But hiyo mambo ya wembe ilifika mahali ikaanza, lani nywele ikikaribia kumea inaleta vidonda vingi kwa kichwa, then unasikia uchungu. Sasa venye tunaanza kupili hivyo, mama akaacha kutunyoa. Hiyo mambo ya matatu mama hajui. Umepita 30 seconds. Tutaendelea next time. Anaitwa Big Man Pasu for 20 seconds, 30 seconds tafadhali. Mimi neno lako la mwisho la kusema kwamba conclusion yako. Mimi nasema hivi, aje tu accept matipiti za kwetu. Alafu tujikubali venye tuko sasa hivi. Yes. Sababu tena before unaweza bado haukuwa na kakitu, lakini sasa hivi uko na kakitu. Yeah. So sasa hivi ukiwa na kakitu peana. Na Mungu atakubariki. Mwisho nimemaliza hivyo. Thank you very much. Nango takaba abantu buna abayigweriko. Okay, Eminyaps. Someri kota my dear sister. Fungua maneno yako ya mwisho, conclusion yako tafadhali. Hello. Yes. Kurungutu. Yeah. Unanipata? Nimekupatia 30 seconds. Mimi nasema, by the way, I miss those days. Hata sometimes nikisikianga hiyo nini ya Pathfinder. By the way, I missed it. I missed them. Yani nafiri nirudi nyuma kabisa hiyo miaka. Lakini nao sasa I can't go there. Yeah, nimemalizia hapo. Thank you very much. I must your last words for 30 seconds. Poa. Sasa mi naweza toa my rewards za mwisho nikisema wazazi wetu they were so hard to us, kutuchonga tukae sawa, but tunapokuwa wazazi tusiwe hard sana kwa watoto wetu, at least some things to support, na kwa mambo mengine tunawaongelesha, kama ni pano wapatie kidogo kidogo, alafu raise watoto kwa njia ya kiungu, wafundishe neno, litawapeleka mbali. So hayo ndio naweza toa yangu ya mwisho, na mbarikiwe. Ikia baba, maneno yako ya mwisho na tuombee kutoka hapa. Ikia baba. Okay, nashukuru sana. Ikia baba. Thank you very much.
nataka wangu umeisha na umeingia late. Usiuze neno moja tuombee tafadhali. Mimi sizungumzi, nitawasalimia tu alafu nitarudi baadaye, najua utakuja masaa zingine. Sawa sawa. Sawa sawa. Thank you very much. Shukuru sana. Kwa kosa kuungana mimi hapa tangia mwendo saa ngapi? Kwa mwendo saa 2. Sasa nataka kuondoka hapa na niachie Dani kile ndani ya nyumba. Katika kipindi cha Pata Mjumba na pale nataka kutoka hapa. Nashukuru sana kama unapiga subscription pale katika YouTube channel yangu, andika Kukulikuntu TV pale YouTube, subscribe na kisha what you do subscribe, tuweze kusoma mbele pamoja. Nashukuru sana, wacha mimi nikaondoke. Siku nyingine tutapatana tena wakati mwingine. Bila tunakuomba ukaweza kuwa TPT the best moments ambazo zinatusaidia kuelimisha na kuweza kuimbuka maisha yetu. Nikaanza kuombea Mtakatifu Ishe mbinguni, pokea sifa tukufu na mamlaka, kwa maana tumetejesha mtupigane kwa kila jambo. Pokea sifa tukufu na wakati wote. Tunapenda kupumzika kwa pamoja na sisi na programu zingine zinapoendelea kwa pamoja na sisi. Pokea utukufu na mamlaka na katika jina la Yesu tumeona kuamini. Amen. Amina. Bye bye. Bye bye. Wacha msiende mbali. Ndani kile kanaingia ndani. Kama uta subscribe katika YouTube channel yangu @Kukulikuntu TV. Make sure you have done like that. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Goodbye.